muika wanaizunguka sanda. Washonaji hawa hawana uzoefu, hawana ufundi kwamba labda wamesomea mahala, ni wazee watu wazima, na wengine macho yashaanza kuwasumbua, hawaoni tena. Basi hiyo sanda, ile sindano yenyewe ya kushonea dukani inauzwa shilingi 10, imezidi labda shilingi 20. Ndiyo sindano za kushonea sanda. Baada ya kushona sanda, siji wanaweka hapo msuli, siji kitu gani hapo, tayari wamekusanya. Haya sasa, sanda inatolewa ndani, inatolewa nje, sanda inaingizwa ndani chumbani. Ndugu yetu umeshaoshwa, unatolewa sasa juu ya kitanda chako, unawekwa mkeka chini, maiti ananyanyuliwa kutoka juu ya kitanda, anawekwa ndani ya sanda. Sasa ndugu yetu anaanza kuzingirishwa sanda, sanda inakuja, na baada ya sanda ndugu yetu kamba zinakuja 3. Kamba ya kwanza inaanza miguuni, nyingine inakuja kiunoni, nyingine inakuja kichwani. Kamba unafungwa kama mzigo, na baadaye mkeka unakuja juu, kadhalika nao mkeka unafungwa kamba 3. Ndugu yetu sasa ameshafanywa haya. Sasa wale watu wazima wanaagiza, jamani, leteni jeneza, leteni jeneza. Jeneza linabebwa, limeshapambwa jeneza, linasogea kwenye mlango. Ndugu yetu sasa anatolewa ndani. Tena wale watu wanauliza, kichwa kiko wapi? Kichwa kitangulie jamani. Anabebwa ndugu yetu sasa, anaingizwa ndani ya jeneza, anaingizwa ndani ya jeneza. Jeneza linabebwa, linawekwa barazani. Baada ya kuwekwa, shekhe anasimama anasema, jamani, ndugu yetu ndio safari imewadia. Tulikuwa naye, tuliishi naye, tulifurahi naye, lakini leo yake yamekwisha jama. Kama mnavyoona, anaacha nyumba yake hii, anaacha watoto wake, anaacha mke wake, anaacha mali zake, shughuli zake ni nyingi, leo anaziacha. Ndugu yetu ndo anaondoka leo, anaelekea mbele ya Allah. Tukusanyike pamoja jamani, tumuombee dua. Watu sasa wamekusanyika mbele, wanaanza kusali sala ya jeneza, sala ya safari. Sala hiyo haina rukuu, haina sujuda, haina tahiyatu. Sala hiyo ni wima kwa wima, sala ya safari, sala ya kuelekea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala la nabii, swala la nabii, swala la nabii. Mabwana, tumswalie mtume. Sasa jeneza baada ya dua linawekwa mabegani. Wale watu sasa ndio wanaanza kuondoka. Wanaondoka wale watu sasa, wanaelekea kaburini, wanaelekea kwa kupeleka mbele ya Mwenyezi Mungu. Wakati huo mke wako yuko ndani ya chumba, anafungua pazia kidogo, anachungulia nje, ndo analiona jeneza la mume wake linaondoka sasa kuelekea kaburini. Mwanamke anasema, jamani, ndio mume wangu yule baba fulani, leo ananiachia watoto, leo ananiachia nyumba, leo ananiachia kila kitu. Angalia, watoto wengine ni wadogo kabisa hawa, mimi nitawapeleka wapi? Nitawapeleka kwa nani? Nani atakuja kunisaidia? Mume wangu wamemtoa nguo zake, wamemvalisha sanda, tena wamemfunga, hata hewa haipenyi kuingia ndani ya kiwiliwili. Leo mume wangu ametiwa ndani ya mkeka, akatiwa ndani ya jeneza, na sasa anapelekwa kaburini, na si muda mrefu atashushwa chini ya ardhi. Tani 7 za udongo zitakuja mpaka kinywani. Mume wangu ndio huyu. Umefika kaburini, sasa unateremshwa chini ya kabri. Na wazee wangu, jueni kwamba kabri huwa linanadi, kabri huwa linasema. Kaburi ni nini? Ndugu yangu unayenisikia, wewe mwenye haraka sana ya kutaka kuwahi nyumbani na katika shughuli zako, jua malaika al-mauti hana mahala, popote anaweza kuchukua amana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata njiani. Si ajabu tuliokuwa hapa ikawa mmoja wetu au kati yetu mmoja wetu asifike nyumbani. Si ajabu kwa Allah, jambo dogo sana kwake hilo. Wewe unapanga yako, wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Nyinyi hamtataka ila pale atakapotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mauti unatakiwa uyaandalie bwana. Mauti hautakiwi uyaogope bwana. Mauti unatakiwa uyaandae. Kama hivi huu ni mwezi wa Ramadhani, na sasa tumo ndani ya 10 la pili, 10 la maghfira. Ndugu yangu, ukae kitako, umuombe Mola wako, Allah, astaghfirullah wa natubu ilaika. Uombe msamaha kwa yale uliyoyatanguliza bwana. Huyu ndio mtu mwenye akili timamu. Sasa umefika kaburini. Kaburi ni nini? Watu wengi hawajui kaburi ni nini. Muda haunitoshi kuelezea nini kaburi, muda haunitoshi, ila nitakupeni mfano wa kaburi. Kaburi mfano wake ni mfano wa mtoto aliyekuwa ndani ya tumbo la mama yake. Anakaa ndani ya tumbo lile kwa muda wa miezi 9.
alafu siku inafika Allah anarahisisha njia, mtoto anapitia kwenye njia nyembamba sana, njia nyembamba, anakuja duniani. Wallahi wewe ukiitwa, ukiambiwa Juma, Huseni, Sele, njoo, umeona hapa, hii ndio njia aliyopitia mtoto huyu, hukubali, utasema si kweli, si kweli, hakuna njia ya kupitia mtoto huyu. Lakini Allah ndo amependa bwana, Allah amejalia ile ikawa ndio njia ya kupitia mtoto yule akaja duniani. Lakini anapokuja duniani anashangaa, dunia inaikuta pana kubwa, anastaajabu, wapi tena huku? Anaambiwa bwana, hii ndio dunia, hii ndio dunia. Na ndio mtu akishakufa, umeoshwa, umevishwa sanda, umeswaliwa, umetiwa ndani ya jeneza, unashushwa ndani ya kabri. Unapowekwa kaburini pale, kabla hujagusa chini ya ardhi, kile kitendo cha mikono ya wale jamaa kukamata mwili wako, maiti kukamatwa mikononi, kabri linaanza kuzungumza na wewe, ya ibn Adam, mwanadamu, leo umekuta yote uliyotenda katika dunia, yale ambayo ulitenda katika dunia, basi umekutanishwa nayo hapa leo. Wa in kana khaira fa khaira wa in kana sharra fa sharra, na kama wewe duniani ulitenda matendo ya kheri, basi kheri yako iko hapa, na kama wewe ulijifanya jabari ukatenda shari, basi shari yako iko hapa, hujafikishwa chini ya ardhi. Wakati unawekwa kwenye kilago cha ubavu wa mkono wa kulia kwenye mji mwanandani, kabri aliache kukusemesha nini? Linasema ya ibn Adam kunta fi dhariha mashiha, mwanadamu, ulikuwa katika mgongo wangu ukitembea, ulikuwa katika mgongo wangu ukikimbia, ulikuwa katika mgongo wangu ukistarehe na kufurahika. Fa anta al-yawmi fi bitni ya khazina wa bakiha, na siku ya leo mbona unaletwa katika tumbo langu hali umehuzunika na huku unalia? Sasa unalia nini leo? Na wewe ulikuwa jabari katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wameshakuweka sasa, wanakufukia, uyongo unateremka chini ya ardhi. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la. Udongo unakuja mpaka kinywani, kabri linakueleza ya ibn Adam dafanuka, wanakufukia wenzio, wansarafu anka ma nafauka, tena wanaondoka, ulitegemea kwamba watakusaidia. Jamaatul mali, ulikusanya mali duniani, wataraktauli ghairika, mali hiyo leo umewachia wenzio, fa hisabuhu alaika, na hesabu ya mali hiyo utaulizwa wewe siku ya kiyama. Sasa baada ya kufukiwa, tunafundishwa na mtume wetu Muhammad kwamba maiti baada ya kuamka ndani ya kabri anakuta kaburi pana kubwa. Maiti anastajabu, wapi, niko wapi? Na kwa mafundisho ya mtume Muhammad, maiti wakati yumo ndani ya kaburi, jambo la mwanzo kumjulisha kwamba ile ni akhera. Jambo la mwanzo pale alipo, Allah ataleta kitu mfano wa satellite. Hii satellite inakuja mfano wa screen, yani mfano wa television, yenyewe ni pana, lakini hiyo inakuonyesha wale watu wote walioko juu ya ardhi, wale ambao wameshughulika kuja kukuzika. Allah anaweka mawasiliano ya mwisho. Baada ya mawasiliano hayo hakuna tena mawasiliano. Sasa ndio maiti anaona pale kwamba mjomba yule pale, kaka yule pale, jamaa wale pale pale. Kwa wale watu wabaya wanakuwa na mategemeo kwamba watanisaidia bwana, hawa jamaa zangu wako bwana, hawataweza kukubali kuniacha sehemu kama hii bwana, basi japo kidogo unaweza wakanisaidia. Sasa sehemu ngumu, wakati jamaa wanaondoka, kama walikuja na magari, wanaingia kwenye magari yao, wale magari yanawashwa, yanaondoka magari pale, ndio maiti anapiga ukelele mkali mno, na malaika anamwambia fulani mimi fulani. Hakuna kelele huku, wewe sasa ni mtu wa akhira, na huku bwana hakuna kelele. Huku bwana kuna taratibu zake, kila anayekuja huku lazima aujiwe. Si muda mrefu watakuja malaika kuja kukuhoji. Hawa ni Munkara wa Nakir, malaika wawili ambao wenyewe watakuja kukuhoji matendo yako ulitenda katika dunia, na hawa wanatakiwa ueleze yaliyo ya kweli. Na hawa pia Allah amewapa mamlaka ya kukutia adabu iwapo kama hutajibu vile wao wanahitaji. Sasa uwe makini bwana, haya makelele yako hayatakusaidia. Kwanza Allah ameshakata mawasiliano baina ya huko ambako unawapigia makelele, hawatasikia, tunakwambia. Sasa wakati huo, ndugu zangu Waislamu, kabri nali linatoa hutuba yake ya mwisho katika kitabu, katika hadithi al-Qudsi. Kabri linatoa hutuba yake ya mwisho kwako ya kwamba ya ibn Adam, mwanadamu, ana bitasharri
mimi ndio nyumba ya shari. Wa ana baita aljui, mimi ndio nyumba ya njaa, mimi ndio nyumba ya kiza, mimi ndio nyumba ya kiu, mimi ndio nyumba ya fedheha, mimi ndio nyumba bwana ya matatizo, mimi ndio nyumba ya kila shari, mimi ndio nyumba ya kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Fulani bili fulani. Hii si dunia uliokuwa ukichezea, hii ni akhera. Basi ujue siku yako ya leo itakuwa ni siku ngumu sana kama ukumjua Mwenyezi Mungu na ukumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu kaburi linamalizia linasema illa man rahmahullahu, isipokuwa atakayekosa kufadhaika leo ni yule ambaye Mwenyezi Mungu amemrehemu, na yeye Mungu ni mwingi wa kurehemu, basi huyo hatutapambanishwa naye. Lakini wewe, ikiwa wewe hukumjua Mwenyezi Mungu, basi wallahi elewa ya kwamba leo tutapambanishwa nawe. Kwa hiyo baada ya hapo ndio watakuja wale almunkara wa nakir. Na hawa ndugu zangu wawili, ndugu zangu Waislamu, ni malaika wawili, mmoja anakaa kulia, mwingine kushoto. Mtume Muhammad anaeleza sifa za malaika hawa. Anasema jicho lake akimulika kukuangalia ukali wake kama umeme wa radi, na vile vile akiongea ile kukuoji wa ma rabbuk, nani mola wako, ile sauti yake ni sawasawa na mungurumo wa radi ambao watu wanakimbia ovyo barabarani. Ndio sauti ya huyo malaika. Alafu hilo lungu ambalo anakamata kukutia nalo adabu, unaambiwa dunia nzima waliokuwa hai na waliokufa tukusanyike, kisha tulinyanyue, hata kutikisika alitikisiki. Na wakati sasa unaadhibiwa, maana utakapohojiwa pale, wama rabbuka, nani mola wako, wama nabiyuka, nani nabii wako, wama kiblatuka, wakati unahojiwa hataweza kuyakumbuka mtu dhalim. Allah amesema ndani ya Qur'ani bwana, wal akibatu litaqwa, mwisho mwema utawathibitikia wamchao Mwenyezi Mungu. Hakuna mwisho mwema kwa watu wabaya, hakuna mwisho mwema kwa wanafiki, hakuna mwisho mwema kwa watu wasiomjua Mungu. Mwisho mwema ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu tujalie tu ni wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa wakati huo ndugu zangu Waislamu, wakati unaadhibiwa, ukelele ambao unapiga mpaka maiti wenzio wa jirani nao wanapiga makelele, wanakwambia fulani bin fulani, hivi kutangulia kwetu sisi akhera haikuwa ukumbusho kwenu nyinyi huko akhera? Hamkujua kwamba akhera iko vipi? Hamkujiandaa nyinyi? Basi laana za Mwenyezi Mungu zikuteremkie zaidi. Swala la nabii. Enyi wazee wangu Waislamu, ama kwa hakika mauti ni jambo zito. Mauti ni jambo kubwa. Dunia hii isije ikatushughulisha kiasi tukamsahau Mwenyezi Mungu na tukasahau mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauti yanakuja, mauti yanatusogelea. Tulio wengi tushapoteza ndugu zetu hapa, baba zetu, ndugu zetu, wake zetu, watoto wetu wametoweka, na sisi pia tatufika. Sasa kila mmoja hapa lazima ajiulize maswali yafuatayo. Kwa kuwa muda umekwisha, sitapenda kuchukua muda mrefu. Maswali yafuatayo naomba mtu ajiulize. Swali la kwanza, unatakiwa ujiulize maswali matano. Maswali matano yako ndani ya swali moja. Jiulize kwamba hivi mimi nani? Nimetoka wapi? Baada ya hapa nitakwenda wapi? Labda niarudie maswali hayo. Jiulize, hivi mimi nani? Nimetoka wapi? Hapa nilipo wapi? Baada ya hapa nitakwenda wapi? Na huko niendako kuna nini? Maswali matano haya yako katika swali moja. Nitarudia tena. Mtu yoyote mwenye akili timamu ni lazima ujiulize kwamba hivi mimi nani? Nimetoka wapi? Hapa nilipo wapi? Na baada ya hapa nitakwenda wapi? Na huko ninakokwenda kuna nini? Mtu yoyote mwenye akili timamu lazima maswali haya haweke ndani ya akili zake. Na kama utaona mtu hajaweka kichwani maneno kama haya, huyu mtu hajakamilika. Swali la mwisho ambalo unatakiwa ujiulize kwamba jiulize, mimi fulani bin fulani, hivi kama mauti yatanifika usiku wa leo na asubuhi nikaamkia kushonewa sanda kupelekwa akhera, hivi mpaka leo hii nimeshatanguliza nini cha kunisaidia mbele ya Mwenyezi Mungu? Hapa tulio wengi wafanya biashara hapa. Muda mwingi mtu anachukua calculator usiku wa manane, anaamka anapiga hesabu kujua imeingia ngapi imetoka ngapi.
Hebu na wewe chukua kulukuleta upige hesabu. Kwanza umeshaishi miaka mingapi? Na katika hii miaka umefanya madhambi mangapi? Ushadhulumu watu ngapi? Ushazini na wake wa watu wangapi? Je, nifanyeje ili angalau niweze kupata salama kwa Allah? Kwa hiyo je, kabla kufa leo nimetanguliza nini cha kunisaidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Allah anamalizia katika hadithi kudusi, anasema wajibtu liman yakhazani ala nukuswani malihi wa lam yakhazani ala nukuswani umurihi. Mwanadamu anahuzunika sana kwa sababu ya kupungua mali yake, lakini walam yakhazani ala nukuswani umurihi, lakini mbona hahuzuniki kwa sababu ya kupungua umri wake? Wewe nani ulimuona anahuzunika kwa sababu umri wake unapungua? Nani? Lakini hapa mtu aibiwe kiatu tu, msikiti mzima utapata habari mpaka nje ya mtaa. Bwana, viatu vipya kabisa Sheikh, nimenunua juzi tu bwana. Watu wabaya kabisa hawa bwana. Walam yakhazan ala nukuswani umurihi, mbona wewe uhuzuniki kwa sababu umri wako unapotea? Kiatu kikipotea unapiga kelele, unalia wewe, mbona umri nao unapotea? Unafurahi vipi? Innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yumo ndani ya hasara. Mwenyezi Mungu tuepushe na hasara hiyo. Ndugu zangu Waislamu, ama kwa hakika nadhani muda wangu umenishia. Jambo kubwa kabisa, tumuombe Mwenyezi Mungu inshallah aweze kutuzidishia, atujalie mwisho mwema wa maisha yetu hapa duniani. Atujalie, narudia tena, atujalie mwisho mwema wa maisha yetu hapa duniani. Atujalie mwisho mwema wa maisha yetu hapa duniani. Manake nazungumza mwisho mwema kwa sababu unaweza ukasali mzee sala 5. Unaweza mzee ukafunga usiku kaamka, siku moja ukasema leo ngoja ni kazini bwana, si leo tu, na mauti akakukuta uko juu ya kifua cha Sauda. Fadhur nar, ni motoni wewe. Ndio. Sasa unapoambiwa uombe mwisho mwema, maana yake yale mauti yakukute katika amali njema, ufe hali ya kuwa ni Muislamu kamili. Sasa narudia tena kuomba, Mwenyezi Mungu tujalie mwisho mwema. Mwenyezi Mungu tujalie mwisho mwema. Allahumma jalil husnul khatima, Allahumma jalil husnul khatima, Allahumma jalil husnul. Mwenyezi Mungu tujalie mwanzo mwema wa akhera. Inshallah tusome kul huwallahu 3.